Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Kwa majina naitwa Beatrice Wamboi. Mimi ni mkazi wa Poromoko. Nilimaliza darasa la 8 mwaka jana mwezi wa 3 na nikajiunga na kidato cha kwanza cha Mpeketoni Girls, ambapo nimesoma mpaka nikakimaliza. Lakini kabla niende shuleni sikuwa na uwezo wa kwenda shuleni. Nikakutana na mzee mmoja aliniambia atanifadhili mpaka nisome, ambaye anaitwa Java ni Mise. Alinichukua na akanipeleka shuleni na akaniacha nikawa naishi kwake na vijana wawili, mkubwa na mdogo. Nikawa naenda shule na kurudi. Ingali siku moja kijana huyo mkubwa alinigeuka na kuniambia, wewe si dadangu wala hujazaliwa tumbo moja mimi na wewe. Kwa hivyo naweza kufanya chochote nikakufanya bibi. Akakuja akaniforce nikabeba mimba yake ambayo sikubeba kwa hiari. Nilipoambia mama yake akanisisitiza mwanzo nisimwambie babake kuwa Musa nimetembea na yeye. Akaniambia mwanzo ninyamazie. Nikanyamazia kwa muda, nikaja nikagundua niko na mimba. Nimesoma nayo term 2 nikiwa huko kwao. Baada ya baba kugundua niko na mimba akanifukuza hapo nyumbani. Nikachukua sheria nikaenda police station ya Mpeketoni, nikaenda nikastaki. Nilipostaki hakuna usaidizi wote niliopata pale. Ingali tu ni sisi kuniambia nikae nitulie mpaka nijifungue ndio ni kesi ianze. Lakini kwa sasa hakuna kesi yoyote inaanza. Nikakaa na msichana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Marembo Njiru. Alinishikilia nikasoma term 3 nikamaliza Mpeketoni Girls. Nilipofuatilizia haki yangu, maana sina wazazi, haijafua dafu mpaka sasa, nikaamua kurudi nyumbani. Nyumbani nako ndugu yangu hataki kuniona, maana niko na mimba na hatuna wazazi. Nikaamua kwenda kwa mzee wa mtaa. Nimekaa kwake nimetulia, ingali shule sijaweza kuripoti mwaka huu na nafaa kwa kidato cha 2 kwa sasa Mpeketoni Girls. Pata hakuna haki yote inatendeka mpaka sasa. Nikiwa shuleni nilikuwa najitahidi kimasomo. Maana ndoto yangu ilikuwa ni kusoma niwe daktari. Lakini ndoto yangu imekuja ikakatishwa baada ya kunibebesha mimba bila ya mimi kupenda, wala haikuwa kwa hiari yangu kuibeba. Kwa hivyo naomba serikali ichukue mkondo wake. Maana kila sehemu nikitafuta usaidizi hakuna mahali popote napata usaidizi.